For example, kama mimi venye niseme after shule nini, ama tukisema story na relationship na kudate, mimi nilipatana na msichana and mimi nilikuwa nafikiria tu ni kama baba na mama, sikuwa najua pengine pia pesa iko involved. Ule unaambiwa ati niekee 100, niekee sijui nini ya nini, sijui ni baie, sijui salon na nini. Juu nilianza kuona si rahisi. Kumbe nafaa kutake responsibility za mzazi at that point, unaona. So pengine wewe nawe katika hali yako ya request ulipatanaje na challenge, ama ulikujaje ku understand life lazima ujitume, bora utatumika. Sasa inafaa nyinyi kama wanaume muelewe, ukini approach sawa, mimi ni msichana, nafaa kusonga, nafaa kuvaa vizuri, nafaa kujieka. Wewe kama chali yangu unafaa kutake responsibility. Unipe pesa ya salon, unipe pesa ya nguo, unijali mimi kama msichana. Kama una pesa unaendaje kutafuta msichana mwingine? Unatongoza kwa So msikilizaji mwenyewe utakuja kutuambia hapo, is it true what our sister Elizabeth is telling us, that kama unaenda ku approach msichana uko tayari ku take responsibilities kama za nywele, nguo na nini? Because mimi si kwamba ni kwa ubaya, tunaona responsibilities za nywele, nguo nini, hizo ni vitu za mzazi anafaa kuwa anakufanyia. Jueni mtoto wake, unaona. So ukisema lazima mtu akuje kwako akuwe amejipanga kwa hii position, ni ile hali pia unapata boy child pia anasema ndio ametoka shule, life imekuwa ngumu nini, so si itakuwa ngumu kidogo. Mbona unaenda kutongoza msichana na pesa? In short, mtu hana pesa asikuwe na msichana. You don't get into a relationship na uko stable. Inafaa muelewe, ukienda ku approach msichana unafaa kutake responsibility. Kama hauna uwezo, kae tu ibadi uwezo, utafute msichana. Alright. So mimi nimekupata because kuna freedom ya kuongea, mimi sijakataa. Kuna freedom ya kuongea. Muongee kama mtoto msichana. Na ujue una represent wasichana wote hapa duniani. So muongee sauti ya wasichana. Na pengine wewe nawe ni mvulana amekuja kwako, take responsibility zako kama girl child. Na wewe kama msichana una contribute aje sasa kwa hiyo relationship? Inakuwa hivyo. Nakupenda, nitakupa time na kila kitu unataka. Wewe kazi yako ni uniangalie. Juu wewe haunge ni approach kama sikai vizuri. Tunaona. So we on the time when uko pale, I'll be there for you. Sasa ukisema uko pale for me inamaanisha nini? Juu mimi according to my understanding inataka at least mtu anakupa mwenye unampa. Unaona? Juu wewe kwa mfano si uko sure kama nitakuwa vizuri 24/7, kuna time niko down. Sasa wewe uko pale katika ile hali yangu ya down, unaniamsha vipi? Nitakusaidia. Lakini ikuwe msaada yenye nakupa isiwe imefikia ile yenye unanipea. Sisi ni wanawake, tuliumbwa kutoka kwa mbavu zetu. Sawa. Ilianza kwa Biblia. Sawa. Sisi ni helper. Sasa mimi nitakusaidia, lakini wewe as a man you have to provide. Yeah. So pengine kulingana na venye unaona na wasichana wote kwa jumla, kwa vile unao represent. Na mimi sasa nikuulize, mimi sisemi ati niko side ya boy child na nini mambo. Mimi niko general, mimi nataka tu niko tu hapa kupass information, tujue tunaelimishana, tunasaidiana hapa na pale. So unajaribu kusema mtu kama hana uwezo asikuwe na msichana. Hiyo nimekuelewa. Unasemaje? Ongea na sauti. Kama huna uwezo usikuwe na msichana. So hata for example mtu ako na loving heart, caring, lakini hana pesa. Kwa
kwani tunakula mapenzi? Mapenzi hailiwi. Alright. Unaona? Hatuwezi kaa kwa nyumba hauna sina eti tunapendana. Hakuna pale tutaenda.